Nehemia alifika mahali akawa amepewa kazi na Mungu, lakini akapata opposition ambayo ni watu walikuwa wanamchukia na wenye wako wanataka kazi ya Mungu iendelee, maadui wa Mungu. Kwa nasema ni kwamba wakati uliokoka ulijitangaza adui wa Mungu, wa shetani. Shetani ni adui wa Mungu na anafanya kila kazi awezayo ili kuzuia kazi ya Mungu isiendelee. Lakini kwa tunaona kwamba ingawaje kuna hiyo opposition, bado kazi ya Mungu inatendeka. Amen. Ingawaje kuna any form of opposition, makusudio ya Mungu juu ya ulimwengu, on the face of the earth, bado mapenzi ya Mungu yanatendeka. Amen. Na hata kama kuna any opposition, hata opposition namna gani, tukaona kwamba Nehemia alifocus. Amen. Amen. Fanya kila kitu kingine chenye ingehitajika kufanya, lakini kitu moja hakuachilia focus katika lile Mungu alikuwa amempatia. Na kwa sababu ya consistency na kujitoa na kufocus na kutosikiza masauti ya kumrudisha nyuma ama sababu za kumrudisha nyuma, kwa ajili ya hiyo focus, kwa ajili ya ile focus aliyekuwa nayo katika siku 52, ukiwa bado na hiyo opposition na maadui wote wakiwa pale, in 52 days aliweza kuaccomplish lile Bwana alikuwa ameweka moyoni mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama tunasema kwamba sio ati opposition itakuwa, it has never been not there, lakini watu wameaccomplish mambo mengi katika kufocus na kusacrifice, na mpaka wakaona mambo ya ajabu yakatendeka maishani mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Leo basi tunaendelea katika hiyo message. Amen. Na tutakuwa tunaangalia mahali pengine ambapo palihitajika kufocus. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Leo tutasoma ni kitabu cha Marko fungu cha 4 mstari kuanzia wa 35. Mark chapter 4 and verse 35. Marko 4 na mstari wa 15. Andiko inasema, on that day when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was, and the other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern asleep on the cushion. And they awoke him and they said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke and they rebuked the wind and they said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was great calm. And he said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" They came to the other side of the country of Gerasenes. That is chapter 5 verse 1. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. And he lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been bound with shackles and in chains, but he wrenched the chains apart. And he broke the shackles in pieces, and no one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out and cutting himself with his stones. When he saw Jesus from far, he ran and fell down before him. And crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?
I adjure you by God, do not torment me. And he was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. Jesus asked him, what is your name? And he said, my name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great crowd of pigs was feeding there on the hillside. And they begged him, saying, send us, let us enter them. So he gave them permission, and the unclean spirits came out, entered the pigs, and the earth, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea, and they drowned in the sea. Father, we thank you for the opportunity to stand here on this platform. Asante kwa neno lako Bwana. Naomba tukanena maisha yetu. Ndani katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Maandiko ya Mungu inasema Yesu akawaambia wanafunzi, ilikuwa imefika jioni, akawaambia wanafunzi, acha tuvuke twende upande ule mwingine. Let us cross and then go to the other side. Mimi naamini wanafunzi hawakuwa wanaelewa ni nini iko upande ile ingine. They did not understand. Bali kule upande ule mwingine kuna nini? Lakini kumbe Mungu, maana God is all knowing, he knew kuna mtu anahitaji deliverance. Kuna huduma iko mahali fulani. Kuna kazi inahitaji kufanya. A person needs to be set free. A person needs to be helped. Amen. Huyu jamaa alikuwa ameteseka. Huyu jamaa alikuwa analia kwa toms, anajikatakata, ajui afanye nini maisha yake yote. He was under pain. Ana unasikia he was crying. Na alikuwa analala huko. Bwana Yesu apewe sifa. That man was suffering, and Jesus wanted to go and set that man free on the other side of the sea, on the other side. And then he told his disciples, let us go and set that man free. So he did not tell them what they were going to do. Praise the name of Jesus. Tunasoma pia kwamba watu wa Gerasini walikuwa kama na watu wa hiyo familia kwao, walikuwa wamesumbuka, walikuwa wamejaribu kumfunga for many days. They wanted to subdue the man. Wanamfunga na makamba, wanamfunga na chains, wanamfunga na hii, so that they can subdue him, so that they can bring him to control. But the word of God says, no man could subdue this fellow. No man could subdue this person, because he was under demon possession and he was very powerful. Praise the name of Jesus. Amen. So the Lord is set on a mission. Akapanga aondoke, aende akafungue huyo mzee, aende akapumzishe hao watu, aende akaharibu kazi za ibilisi, aende akapumzishe hao watu. Praise the name of Jesus. Amen. Na wakaingia, walipoingia maandiko inasema hapa katikati kukatokezea opposition. Hapa katikati kukatokezea taabu. Bwana apewe sifa. Bwana yeye akaenda akapumzika in a caution, because since he was tired. Praise Jesus. Amen. Lakini kukatokea a big storm. There was a big storm. Na ikawa inawazuia, na ikawa haitaki waende. Hallelujah. Kumbe vitu vingine vinazuia kazi ya Mungu. Kumbe kazi ya Mungu inazuiliwa, na inaweza zuiliwa na iwe sio watu, lakini iwe ni vitu zingine ambazo ni inakaa natural. Inakaa natural. It looks like it is natural. Kumbe kuna kazi na kuna mapepo inajaribu kuzuia hao wanafunzi wasifike pande ile ingine. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Wakawa hawaelewi ni nini inaendelea.
wakakimbia, wakamwambia we are perishing. Sasa hii tulikuwa tumekuacha, tulikuwa tunaona tu tushughulikie, lakini hii sasa imezidi unga. Hapa kuna mtu atakufa. Haya uko mundu mweyamuka bane babukie. Bwana apewe sifa. Alipoamuka akamuru the sea, akaiambia peace, be still, and there was great calm. There was great calm. There was great calm. Praise the name of Jesus. Nataka nikwambie hili ndugu yangu, katika hii safari ya wokovu, Bwana Yesu asifiwe, kuna kuzuiliwa, kuna vitu vinatokezea, vinakaa ni kama sio shetani, lakini nakwambia nyuma yake kuna mkono ya shetani. Praise the name of Jesus. Na kwa sababu ya this, because of this storm coming, haikufanya waache. Bwana apewe sifa. Walikuwa wanataka give up, lakini Bwana alipoamka alituliza na bado wakaendelea na mission. Praise the name of the Lord. Usiachane na mission, usiachane na jambo ambalo Mungu ameweka katika maisha yako. Hata likizuiliwa, press on with it. Praise the name of Jesus. Focus on it. Focus on what God has for you. Focus on what God has in store for you. Hata kama utaface opposition, hata kama utaface opposition katika mipango yako, katika kuactualize the desires of your heart, the word of God says, don't give up this day. Don't give up, because the Lord is with you. Because the Lord is with you. Praise the name of Jesus. Amen. Baadaye tunaona ukombozi wa huyo jamaa. Bwana apewe sifa. Huyo jamaa alifunguliwa, akawa huru, na hata akaanza kumwambia Bwana, I want to follow you, I want to go with you. No, Bwana akamwambia, go back and be an evangelist. Enda ukawe mwinjilisti, ukawaeleze vile Bwana amekutendea, ukawaeleze vile Bwana amekufanyia. Mimi sijui mpendwa, umeface opposition level gani? Praise the name of the Lord. But if you persist, hallelujah, if you press on, hallelujah, the mission will be accomplished. The mission will be accomplished. You say amen. The mission will be accomplished. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kwanza wakati imekaa ni kama kabisa ile ufahamu, hapo ndio ukombozi unaingia. Wakati unaona kumekuwa giza kabisa, haujui where to turn, you don't know to turn this side or to this side, that is the time when your deliverance is close. Praise the name of Jesus. Walifika mahali wakasema tunakufa. Tunakufa. Hapa tunakufa. Sijui kama mpendwa umefika mahali hapo, ukaangalia hivi, ukasema hapa ninakufa. Hapa ninakufa. Hapa hakuna tumaini. Hapa hakuna nini. Nataka nikwambie hapo your deliverance is just about to be manifested. Your salvation is just about to be manifested. The salvation of many is about to be manifested. The mission of many, hallelujah. Kuna watu wanapata huduma kwa sababu ya kusimama yako. Amen. Kuna watu katika hiyo boma wataokoka, na ni kwa sababu ulisimama, ulikubali wokovu. Hallelujah. Na wakati ulizuiliwa, bado ulivumilia. Praise the name of Jesus. Just hold on a little longer. Praise Jesus. Bwana ongea na ndugu fulani, akawa ananiambia wanacheza ile mchezo ya tako, ile ya kuvuruta kamba. Kuvuruta kamba. Wale wengine wako pande ile opponent team, na nyinyi mko pande ile. Akawa ananiambia kwamba ukiingia kwa hiyo game, mkishika mna lock, na unavuta, na usiwe na haraka ya kushikia kuvuta. Unashika na una lock na unauma hapo, na unakaza. Anayeshinda
sio yule anavuta na nguvu mingi, lakini ni yule ambaye anashika na anashikilia akiwa amevuta. Who is able to hold on a bit little longer. Amen. Amen. Ni nani anaweza shikilia zaidi kidogo? Anaweza vumilia zaidi kidogo. Haleluya. Wanashika 10 minutes, 10 wanashika. Mwishowe utasikia tu wale watakipa wa kwanza ndio wanavuta. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na hivyo ndivyo ilivyo. Shika na usiachilie. Bwana apewe sifa. Hold on a little bit longer. Na yule anakuja atakuja. Na zawadi iko katika mikono yake. Usigive up mpendwa. Usigive up my sister. Usigive up my brother. Hallelujah. Maana baada ya kupitia katika opposition ambayo ilikuwa imekorogwa na shetani, tunaona upande ile mwingine wokovu ulipatikana. Hallelujah. Wale wa jamaa walikuwa wanashindia kufunga huyo mtu. Alikuwa anashindia kumfunga, wanatafuta chain, makanda na minie. Ile maroho tulikuwa tumenunua ile mpya. Tulikuwa tumenunulia new ropes, amekatakata. Ametoa nguo zote, ameenda hata hiyo njia haiwezi pitika kwa sababu huyo mtu ni very wow. Hao watu walipata kupumzika. Bwana apewe sifa. Walipumzisha maana ukombozi ulifika. Acha niseme kwamba your mission will bring salvation to many lives. Your salvation italeta wokovu kwa watu wengi. So do not dare give up. Do not dare give up. Do not dare give up. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema Zaburi 34 and verse 19. Psalms 34 and verse 19. The righteous. Tusome pale. Zaburi 34 na mstari wa 19. Unasema aje? Unasema many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Amen. Amen. Many are the afflictions of the righteous. Wale ambao wamekubali Mungu na wanamtumikia Mungu. Maandiko yanasema many are their afflictions. Anashwale Mungu ndiye anawaaflict. Kaini mwenda haima dini. Hapana. Sio Mungu anawaaflict. It is the devil who afflicts. It is the enemy who afflicts the children of God. It is the devil who afflicts the children of God. And he brings to them many afflictions. Many. Hivyo saa ingine wakati umeona affliction imekuja, saa ingine it's a good sign. It's a good sign kwamba God is with you. You are on the right track. Praise the name of Jesus. Amen. You are on the right track. When you see afflictions, don't say, hii ni waniache wokovu. Hapana. Manga ime masi ya wale mumaida. Hata ya mwana wangai. Lakini tunafurahia kwamba the story does not end there. Hallelujah. Maandiko inasema, but the Lord delivers him out of them all. Hey, hallelujah. Amen. The afflictions are there, but the deliverance is there. Woo, hallelujah. Amen. The afflictions are there, but the deliverance is there. That it does not end in the afflictions. Deliverance comes.
It's like the burning bush. You know the burning bush? It was burning. Kwa Musa aliona inachomeka. Lakini kuna kitu kingine haikuwa inafanyika. Kulikuwa na deliverance. Moto iko lakini deliverance iko sahihi. Moto iko na deliverance iko sahihi. So unapata kwamba the burning bush did not get burned. It is burning but it is not getting burned. Hallelujah. It is burning. Inachomeka. Kiangaliwa inachomeka. Iko na matatizo lakini haishi. Haishi. Maana Mungu yuko pale. He is delivering them. Praise the name of the Lord. Bible say, kiona mtu wa Mungu, maandiko inasema many are the afflictions, but in every of them, katika yote, the deliverance is there. Hallelujah. I'm saying your deliverance is there, my brother. Your deliverance is there, my sister. Your deliverance is there. Usiende kutafuta msaada na uko kwa shetani. Hapana. Your deliverance is there. The deliverance is always present. Na kwa hiyo moto itakuja na haitakutoa. Praise the name of Jesus. You will stand. You will stand. Amen. Kandi kengine bado hakuna kenge kanaweza ingilia. Danieli akawekwa katika tundu la simba. Katika shimo ilikuwa imejaa simba na walikuwa wamewekwa na njaa. They were hungry. Walikuwa na njaa. Na hakuna kitu walikuwa wamefanya. Usione mtu wa Mungu eti amesumbuka. Usione mtu wa Mungu amengojea. Usione familia mtu wa Mungu iko na shida. Uanze kusema eti ametenda dhambi. Hakuna. Daniel hakuna kitu kibaya alikuwa amefanya. Ilikuwa tu shida na vita ya shetani. Alikuwa amechukiwa na hao watu bure. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa amemchukia bure. Na wakamchukua wakamweka katika tundu la simba. Lakini pale Mungu akaingilia kati. The deliverance of God. Hii maandiko ikatimia. The Lord delivers in from them all. Amen. Na kwambia hakuna shimo ambayo Mungu hawezi toa mtoto wake. Amen. Ona madendani maweta wewe. Hata mengine ya kujiletea. Unapata huyo ni wewe umejiletea. Lakini God will deliver you. Mungu ataingia pamoja na wewe pale. And he will deliver you. And he will deliver you. Na kama uko kwa shimo hata saa hii, God is delivering you. He is in the business of delivering you. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi wakawaambia kwamba wale waliosema Danieli wachukuliwe waingizwe mahali alikuwa anataka aingizwe, wao na watoto wao na bibi zao wachukuliwe pia na wao waonje hiyo. Waonje hiyo tundu la sindano. Nakwambia maandiko inasema hata hawakufika floor. Waliishia hapa kwa hapo. They were torn in pieces by the lion. They were torn into pieces. Praise the name of Jesus. Maandiko inasema they were torn in pieces. Kwa ndo watu wa Mungu wakapitishwa mahali ambapo kaandika kailiotata kada la kwanza. Bwana apewe sifa. Unapata kwamba it is impossible to survive in such conditions without the intervention of God. And that is why unaona hata why the Jews are hated. There is anti-Semitism. Ayuti na amene. Wayahudi wamechukiwa duniani kote. Kwa sababu gani? Sio sababu nyingine. Ni kwa sababu shetani anachukia Mungu. Na Mungu alisema hawa watu ni wangu. These people are mine. They will be mine. Shetani akaamua kupigana na wao siku zote. Hata zaidi unapata kwamba wamechukiwa. Every corner they are being hated. We know the reason is because
sio watu wako na shida. The devil hates the Jews. He hates the church. And why is it so? Because of two things. Because through the Jews, we were given the word of God. Biblia imepitia, tumepewa maandiko, neno la Mungu kupitia kwa hili kabila. Through the Jews, we got the word of God. Amen. Amen. God revealed himself to them. Most of the prophets have been Jews. Praise the name of the Lord. Amen. They were entrusted with the word of God. Hallelujah. The Psalms, the prophets, and even the New Testament. Na kitu ya pili, kwa sababu ile wamechukiwa sana, ni kwa sababu wametupatia nani? A Savior. Hiyo sababu ya pili sana. They are the ones who have given us the Savior. So when we hear the world lamenting, complaining, saying all kind of things, doing all manner of things, wana confirm. They confirm to us, who the Spirit is behind them. Who the Spirit is behind what they are saying. When the world hates Christians, when Christians are being persecuted, sio hao watu wako na shida, ni Bwana wao. Yuko Roma tumete wewe na kende Satan. Akauwa amai Satan au kuima na wao. That is our enemy. It's no problem. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So we are saying that they were opposed so that they may not accomplish their mission. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini they did not change their course. Wali stand their ground. Bwana apewe sifa. They stood their ground. Na kwa sababu ni Mungu alikuwa na wao, the mission was accomplished. Huyo jamaa alirudishiwa akili yake yote. Bwana apewe sifa. Nami nasema maono yenye Mungu amekupatia usiambando kwa sababu ya opposition. Mwelekeo mwenye Mungu amekupatia usiachilie mpendo. Focus. Hallelujah. Amen. Focus in the midst of the opposition. Just focus. Maana pale kutakuwa na njia. Bwana apewe sifa. Andiko inasema Zaburi 34 and verse 7. Tutasoma pale. Psalms 34 and verse 7. Neno la Mungu linasema hivi. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Amen. Amen. Alaika mamwe meta tuma itokoma. Amen. Amen. Why do you hold on? Kwa nini usimame your ground? Kwa nini tunaambiwa tusimame your ground? Because we have angelic servants. Amen. Uko na angelic servants. Angels who are our ministers. Amen. Who help us. And who delivers us. Praise Jesus. Amen. When Daniel was thrown into the den of lions, aliingia huko akiwa peke yake. Na hata hatukuona akianda wao na alikuachila kute esiye takaye. No. Aliingia tu. This man had faith. He knew there were angels around him. Praise the name of Jesus. Amen. Woo! Wapendwa wa Kristo wale wanajua many are the affliction. Wakati unaingia katika affliction, ingia ukiwa unajua there are angels who are encamping around you, who are sent to deliver you. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. And mepauma kuitane manasa. Mepauma kuitane. Uwe na boldness as you go on
position yenye Mungu amekupatia. There are angels. Utaonekana uko na ujasiri ambao sio wa kawaida. Utaonekana eti wewe Daudi unataka kupigana na Goliathi. Aji wewe kama mtu kamdogo utawezaje hii jitu? Praise the name of the Lord. Lakini Daudi aliyekuwa ndiye mwandishi wa hii Zaburi alijua kwamba there are angels of God who surround the man of God, who surround the righteous of God. Amen. We are the righteousness of God. Mungu wa kuitikila Yesu kwa sababu ya kumkubali Yesu. Sisi ni the righteousness of God. Hallelujah. Na kwa hiyo Daudi alikuwa anajua there are angels who have been instructed to come around you, around him, and they will bring in deliverance. Praise the name of Jesus. Angels are there to guard us. Angels are there to help you. Angels are there to deliver you. Hallelujah. Amen. Just hold on a bit longer. Don't throw in the towel. Pendo umepigana na ugonjwa. Umepigana na hiyo ugonjwa. Oh, karibu. Onokililia kwenye tuka. I want to speak to you and say, hold on to your faith. Do not throw away your confidence. Hold on. Hold on. Ulianza vizuri. Shikilia hapo hapo. Ibrania 10:35 inasema, do not throw away your confidence, which will be richly rewarded. Oh my God. Mpendwa, umesimama katika hiyo huduma, umesimama katika kutumikia Mungu na umefika mahali haujui ufanye nini. Nataka niseme hold on, deliverance is coming. Mama uko pale, umesimama katika utakatifu, umesimama katika hiyo boma. Mzee umesimama katika hiyo boma na utakatifu hizo siku zote. Nataka niseme hold on a bit longer because deliverance is coming. Deliverance is coming. Deliverance is coming. Deliverance is coming. There are angels encamping around you who are bringing your deliverance. Sikilia kidogo. Usisikize sauti ya opposition. Usisikize sauti ya mawimbi. Usisikize sauti ya shetani ambaye ameinuka akuzuie usiaccomplish ile kazi nzuri ambayo Mungu ameweka katika maisha yako. Hold on a little bit more and you will see the deliverance of God. Hold on a little bit more. Hold on a little bit more. God says to you, hold on. Yes, I know it is strenuous. I know it is strenuous. Najua kuna wasiwasi mwingi. Haujui kutaenda namna gani. But hold on in your confidence, because there will be a great reward. Amen. There will be a great deliverance. Amen. There will be a great testimony. Amen. There will be a great breakthrough. Amen. There will be a great people, not only for you, but also for others. Amen. 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 And nisome hiyo mstari. Hebrews chapter 10 and verse 35. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Hebrews 10 verse 35. Inaongea na wewe mpendwa katika hali yako sasa. Wherever you are. Oh, you have believed God. You have believed God. You have served God. You have believed God. Na umefika ni kama you want to give up. You are not seeing deliverance. Opposition imekuwa mingi. Na kama the disciples umikita bana. Umefika mahali hata karibu unaona ukiperish. Oh, you are seeing that you are perishing. I want to say, hold on. Hold on there. Do not throw away your confidence. Hold on to the end. It shall be rewarded. It shall be rewarded. It shall be rewarded. It shall be rewarded. In the mighty name of Jesus.
Jesus. And read one more verse in the book of Romans, and chapter 8, and the verse 28. Hallelujah. Romans chapter 8, and the verse 28. Inasema, and we know for those who love God, and we know for those who love God, all things work together for the good, for those who are called according to His purpose. Paulo akasema, and we know. Kuna kujua inapita, yaani kumana kumi tukite. Mundu wasiani nisi. Na mundu ni nisi, ni kukwatelila. Amen. Amen. Na mundu ni nisi, I want to throw away my confidence. I started this journey. I'm not turning back because I know I'm trusting. I know when nimeamini. Namjua Mungu, ninamjua Mungu ambaye aliniita. Ninamjua Mungu ambaye aliniokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo akasema anajua mambo yote, hata yale yameletwa na shetani, hata kizuizi kimeletwa na shetani. Mungu ana uwezo na huwa anayabadilisha so that they can work out for good. Sio Mungu alisema Danieli arushwe katika tundu la simba. It was not God. It was devil and his people. They made to destroy Daniel. Amen. But God turned that thing so that it can work for the good of Daniel. God is turning situations around. Amen. Kikatenda Mungu wake. Hata yule mwana wangai. Hata ile ambao wamepanga na wamemaliza. Walikuwa wamepanga na wamesili. Wakasema kisha tumekamaliza hapo kwa jamaa. Lakini Mungu akangeuza hiyo hali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ubadilisha hali. Nienda kwasi mpendo hata kujipate katika shimo gani. Hata ujipate katika shimo gani, hakuna shimo ambao Mungu hawezi toa mtu wake. Hakuna tatizo ambao Mungu hawezi maliza. Lakini inasemekana, don't throw away your confidence. Don't throw away your faith. Hold on. Hallelujah. Shikilia pale. Walipotisha Danieli alishikilia. Wandugu akasema, tuyo kuichaba akashikilia. Hallelujah. Na ukweli wakamrusha. Hallelujah. Nataka nikwambie, Mungu alingeuza hiyo situation. Mungu alingeuza hiyo hali. Ilipongeuka, iliambiwa sasa wajamaa, ninyi mtaingia huko. Huko mlikuwa mmesema tumuingize, ninyi mtasalimiana huko. Walipoingia hawakufika chini. Hawakufika kule chini. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu akaamua kumalizie hiyo opposition. Hao wako na mbegu ya kumuokosa. Wakaambiwa nyinyi na wake zenu. Kama maili yote yenu. Onasiana sema hata watoto wenu leteni. Nataka nimalize hiyo opposition once and for all. Mungu alikuwa anataka amalize hiyo opposition once and for all. Na wote wakaambiwa huko ndio mnafanya nini? Huko ndio mnaingia. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. That was the end of that thing. And Daniel was promoted. Na chapter ikaandikwa hapa kwa Biblia. Tuwe tunasoma. Hiyo chapter ingetoka wapi? Ingetoka wapi kama Mungu angebadilisha hiyo hali? I want to say our God changes your situation to work for your good. Hallelujah. Lakini na wewe lazima uwe na vitu viwili. Sema vitu viwili. Ya kwanza, uwe unampenda Mungu. Na ya pili, uwe katika you should love God. You should love God. Love God and have unwavering faith. Amen. Hapana mtu ambaye ameshika hii, anaona kama hii haitaleta kitu, anakimbia kwa ile nyingine. Ayote kwa shetani
ikitabu isema kwa kwanza nani? Hapana, inataka mtu ambaye ako decided. Amen. Those who love God and those who are called according to his purpose. Yeah. Kwa hiyo wanaompenda Mungu na wanao walioitwa kulingana na kusudi lake njema. Those who are called according to his good purpose. Na purpose ya Mungu ni gani? For this purpose was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil. Kuna watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kuharibu makazi za shetani. Amen. Nani kuharibu makazi za shetani? Wewe ndio tabani yana maka. Uini kabuitesi atabeke. Ukisikia watu wamepanga jambo mbaya na jambo mbaya kuhusu mtu mwingine, unasema hapana, hiyo haitaendelea nilijua. Amen. Amen. Fanyeni venye mtafanya, lakini hiyo imefika hapo. As long as nimeijua, hiyo sasa imeisha. Afadhali wao wanasema msiambie fulani, maana mkimwambia huyo ni hivi. Yaani mtu ambaye who is called according to the purpose of God, who is called na ambaye amejipeana kwa ajili ya kuharibu kazi za shetani. Amen. Maandiko inasema kwa huyo mtu, basi kwa huyo mtu all things will be changed. Mambo yatangeuzwa, mambo yatabadilishwa, so that they can work for their good. Hallelujah. So that they can work for their good. So mpendo wa Mungu, nataka nimalizie na kusema hivi. Katika hii safari, wakati umekutana na mangumu na mulima, mpendo wa Mungu, don't think of quitting. That is an indication kwamba shetani anakuona ukiwa threat. That is an indication kwamba wewe uko tofauti. That is an indication kwamba you are doing something. And any fish can swim downstream. Ndani ikuleku ikiingia tu kwa maji itaswim tu downstream. Itaswim. Because it is going according to the what? To the current. Amen. Hakuna effort inahitajika to swim according to the kila kitu inaenda. Amen. Lakini ukiamua kuwa na msimamo, when you decide to have a stand in the kingdom of God, useme kwa sasa niko hapa na sikimbii. Sikimbii. I'm not running away. I am here. Hallelujah. Amen. I'm not running away. And I am standing for this. Opposition lazima isimame. Opposition lazima itokeze. And there will be need for effort. Amen. You will need some effort to stand against their criticism, to stand against wengine wanakuangalia hivi. Wanakuangalia wewe kwa bila unaofuwezi. Unatuambia nini na tunakujua? Wengine wanakuangalia vibaya, wengine wanakuongelea vibaya, wengine wanakuondoa katika their circles. They don't want to be associated with you. And it is okay. Praise the name of the Lord. Keep your circles. Keep your circles. Hallelujah. Amen. But let them keep their cycles. Praise the name of Jesus. Amen. But as for you, simama with your confidence. Do not throw away your confidence. And it shall be greatly rewarded. It can be open to be a no confidence. Don't accept to go down to settle for everything. Amen. To go as per how they wish.
kusema na tundotoa masimu wako vitu hapana. Hallelujah. Stand out for the what God has for you. No matter the opposition, no matter how they speak against you, no matter what they do. Hallelujah. Amen. We have one life to live. Praise the name of the Lord. Tunaishi one life. We don't have a spare life. Don't live this life a photocopy. Live original. Amen. Live original. Praise the name of Jesus. Amen. Live original. And the best original you can be ni kumtumikia Mungu wako, ni kumtumikia Bwana wako, ni kumuishia Mungu. Amen. Wakupende wasikupende, hiyo ni shughuli yao, hiyo ni shauri yao. Kama hata Yesu hakumpenda, no wonder wanakuchukia. Hata Yesu hapo anaacha na yeye. Amen. So ni sawa, ni sawa. Yule hapo upande wako sawa, yule yuko upande wako sawa kabisa. Praise the name of Jesus. Amen. God will determine. So I want to say as I finish, the mission will be accomplished. If you hold on, victory will be yours. Amen. Victory is coming your way. Amen. Hold on. There is a great reward. It is coming, my brother. It is coming, my sister. It may be in the form of healing. It may be in the form of breakthrough, financial, physical. Hallelujah. Amen. All eternal. Just Amen. hold on. Do not throw away your confidence. Deliverance is coming your way. Amen. Hallelujah. Amen. As you stand for the way.